rais wa nchi, lakini anaishi kwenye nyumba ya udongo. Anaendesha gari la Volkswagen Beetle la mwaka 1987. Anavaa nguo rahisi na kila siku anafanya kazi shambani kwake kupanda maua. Hiyo ndiyo ilikuwa picha ya Jose Mujica kama rais. Ni ndani ya nyumba ndogo ya udongo pembezoni mwa jiji la Montevideo ndipo safari ya mtu mmoja ilianza. Huyu ni Jose Alberto Mojica Cordano. Jose Alberto Mojica Cordano alizaliwa mwaka 1935 katika familia ya wakulima waliokuwa na maisha ya kawaida sana. Tofauti na viongozi wengi waliokulia kwenye majumba makubwa na magari ya kifahari, maisha ya Mujica yalianza katika hali ya ukosefu, kazi ngumu mashambani na familia iliyojaribu kuishi siku baada ya siku. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na kitu tofauti, roho ya kupigania haki. Akiwa kijana mdogo aliona jinsi maskini walivyopunjwa, jinsi wanyonge walivyokosa sauti na jinsi nchi yake ilivyopitia vipindi vya ukandamizaji. Alipoangalia dunia yake, aliamua kitu kimoja: nitapigania watu ambao hawana nguvu ya kupigania wenyewe. Na hapo safari yake ikaanza. Kijana Mujica mwembamba na mwenye macho yenye taarifa nyingi alijiunga na harakati za kijamii. Alikuwa mmoja wa kundi iliyojulikana kama Tupamaros, harakati ya wapigania haki waliotaka mabadiliko dhidi ya ubabe wa serikali ya wakati huo. Lakini mapambano hayana maua. Wakati mwingine mapambano huja na maumivu makali. Mujica alipigwa risasi mara 6, akakamatwa na akawekwa gerezani miaka mingi. Si gereza la kawaida, bali kifungo cha upweke, miaka mingi peke yake, akizungumza na wadudu na ukuta, akipoteza muda, lakini si ndoto yake. Wakati mwingine alisimulia kwamba alikuwa karibu kupoteza akili yake, lakini alipona. Aliinuka tena, alitoka gerezani akiwa na mwanga mpya ndani yake, mwanga wa huruma, si hasira. Miaka ilipita, Uruguay ikabadilika na Mujica, mtu mwenye sura ya kawaida, nguo rahisi na ucheshi mwingi, aliingia kwenye siasa za serikali kwa njia ya amani. Watu walimpenda, sio kwa sababu alikuwa tajiri, sio kwa sababu aliendesha kampeni kubwa, lakini kwa sababu aliwaelewa. Aliishi maisha yao, alihisi maumivu yao, alitamani kile walitamani. Mwaka 2010, kwa mshangao wa dunia nzima, mtu huyu rais ambaye wengi waliona kama mkulima wa kawaida akachaguliwa kuwa rais wa Uruguay. Sasa hebu tulia na utafakari hili. Rais wa nchi, lakini anaishi kwenye nyumba ya udongo. Anaendesha gari la Volkswagen Beetle la mwaka 1987. Anavaa nguo rahisi na kila siku anafanya kazi shambani kwake kupanda maua. Hiyo ndiyo ilikuwa picha ya Jose Mujica kama rais. Hakuishi ikulu, alikataa msafara mkubwa wa magari, hakutaka mshahara wa kifahari, na zaidi ya yote alitoa karibu 90% ya mshahara wake kwa taasisi za misaada. Watu walimuita the poorest president in the world, lakini Mungu pekee ndiye ajuaye kwamba mtu huyu alikuwa mmoja wa matajiri zaidi kwa roho. Katika urais wake alifanya mengi. Aliimarisha uchumi bila kuongeza mzigo kwa maskini. Alihakikisha wafanyakazi walioko chini wanapata mishahara bora. Alijenga sera za kusaidia maskini kuishi kwa heshima. Alitetea uhuru wa kuishi kwa amani. Alijenga asasi za kilimo na miradi ya maendeleo vijijini. Alihimiza usawa na haki kwa watu wote. Lakini kilichowagusa watu zaidi si sera zake, bali mtu aliyekuwa nyuma ya sera hizo. Rais aliyesema, sina mali nyingi kwa sababu sitaki mali zinimiliki. Maisha ndiyo kitu muhimu kuliko pesa. Watu wanapaswa kuishi, sio kupambana tu kupata riziki. Mwaka 2015 alipoacha uraisi, dunia ilimshangaa. Alikataa marupurupu makubwa. Alirudi kwenye nyumba ile ile ya kijijini pamoja na mke wake na mbwa wake aliyempenda sana. Hakununua gari jipya, hakujenga nyumba ya kifahari, hakupanda ndege za first class. Aliendelea na maisha yale yale aliyokuwa nayo kabla ya kuwa rais. Leo anaishi kama wakulima wa kawaida nchini Uruguay. Anaamka mapema kushughulika na mimea yake, anaongea na majirani zake kama mtu wa kawaida, anatembea bila walinzi, anapokea wageni, wanafunzi na viongozi wanaokuja kujifunza kutoka kwa hekima yake. Kila siku watu kutoka mataifa mbalimbali
huja kumwona, sio kwa sababu ana utajiri, lakini kwa sababu ana hekima safi ya kipekee ya kibinadamu. Sasa msikilizaji wangu, hebu tulia. Sikiliza ni kama angekuwa anakunongoneza kwa sikio lako. Maisha ni mafupi. Usiyapoteze ukiwakimbiza watu au pesa. Acha mali ziwe chombo cha kusaidia. Usiruhusu zikufanye mtumwa. Huu ndio ujumbe wake. Kuwa mnyenyekevu. Cheo hakikufanyi wewe kuwa mtu. Tabia yako ndiyo inakutambulisha. Toa bila kutarajia kurudishiwa. Mali inapotea, lakini wema unabaki milele. Uongozi ni huduma, si mamlaka. Kiongozi bora ni yule anayehudumia watu, si anayeheshimiwa kwa hofu. Amani ya ndani ni muhimu kuliko utajiri wa nje. Unaweza kumiliki dunia nzima, lakini kama moyo wako haufurahi, basi bado wewe ni maskini. Maisha rahisi ni maisha mazuri. Chochote unachomiliki kinapaswa kukusaidia, si kukutesa. Sasa tunapoelekea kumalizia hadithi yetu, vuta pumzi nyingine polepole. Tazama picha ya mzee huyu mwenye nywele za mvi, aliyechoka lakini mwenye tabasamu linalotoka moyoni. Anafanya kazi kwa bustani yake, anapanda maua, anapumua hewa safi, anacheka na majirani zake, na anaishi maisha ambayo dunia nzima ingetamani kuiga. Anaishi kwa amani katika nyumba yake ndogo, lakini moyo wake unamiliki zaidi kuliko marais wengi waliowahi kuishi. Kwa sababu ukweli ni huu: utajiri wa kweli si kile unachoweka mfukoni, bali kile unachoweka kwenye mioyo ya watu. Na Rais Jose Mjicha alijaza mioyo milioni 1 duniani. Hii ndiyo hadithi yake, hii ndiyo urithi wake, na hii ndiyo zawadi yake kwetu sote. Kuwa mwanga, kuwa mnyenyekevu, kuwa binadamu mwenye utu. Na kama unapenda stori kama hizi za watu maarufu wakubwa duniani walifanya mambo makubwa, usisahau kufanya subscribe kwa hii channel yetu Big Dreams. Fanya subscribe na ushare kwa wengine ili sisi sote tuendelee na tupate kuelimika.